السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Enyi watu waja wa Allah, na kuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mambo yalivyo, ufaulu ni kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu akiwa ni mwenye kupita hatua kwa hatua. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kwanza kuwa kwenye tumbo la mama yake mpaka kuzaliwa, kisha utoto, ujana, kisha utu uzima na uzee. Katika haya mapito yote ambayo mwanadamu anayapita, marhala iliyokuwa muhimu zaidi na marhala iliyokuwa bora zaidi ni marhalatu ash-shabab, ni hatua ya ujana. Hatua ya ujana ndiyo hatua bora katika mapito ya mwanadamu ya maisha yake kuliko hatua zote, kwa sababu ndiyo hatua yenye muda mrefu wa maisha ya mwanadamu.
كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وأقل من يجوز ذلك. عمري وأمتي wangu ni kati ya miaka 60 na 70 na wachache wanaovuka miaka 70. Na ukiangalia umri wa mwanadamu ulivyopangwa kwa hatua zake, asilimia takriban 40 ni asilimia ya ujana, kwa sababu utoto ni kutoka mwaka mmoja mpaka miaka 14 15, kisha kutoka miaka 15 mpaka miaka 40. Huu ni umri wa ujana. Kisha kutoka miaka 40 mpaka 50 ni utu uzima. Kisha unaingia umri wa uzee. Kwa hiyo ndio umri ambao una sehemu kubwa ya mapito ya mwanadamu. Bali marhalatu shabab ni miongoni mwa marahili ambazo zina nafasi ya kupata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Watu wa aina 7 watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Akawataja al-Imam al-Adil, kiongozi mwenye uadilifu, kisha akatajwa washabun nashaa fi ta'ati Allah, na kijana aliyekuwa katika makuzi ambayo anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, marhala ya ujana ni marhala muhimu sana, na ndio marhala bora kuliko marhala zote ambazo mwanadamu anazipita, kwa sababu ndio umri ambao watakuwa nao watu wa peponi, kama qala sallallahu alayhi wasallam min hadith Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, yadkhulu ahlul jannah wa hum abna'in 33 au 30. Wataingia peponi watu wa peponi wakiwa na umri kati ya miaka 33 au 30. Watu wa peponi watakuwa na umri wa ujana, sawa wafe watoto au wafe wazee au watu wazima. Wataingia katika pepo wakiwa na umri wa miaka 30 mpaka au 33. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia umri wa ujana baina dha'fain, kati ya mapito mawili ya udhaifu, kama qala subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye khalaqakum min dha'f, amekuumbeni kutokana na udhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'f quwwatan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baada ya kuwa na udhaifu pakawa na nguvu.
na udhaifu hapa ni umri wa utoto, umri wa kutegemea. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kufikia umri wa kujitegemea, umri wa maamuzi, umri wa nishat, umri muhimu nao ni umri wa ujana. Thumma ja'ala min ba'di quwwa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baada ya kuwa na uimara na nguvu, dha'afan wa shayba, akajalia kupatikana udhaifu na ukongwe, watu wakazeeka. Kwenye umri ambao upo kati ya udhaifu wa aina mbili, udhaifu wa utoto na udhaifu wa utu uzima na uzee. Ujana ni marhala muhimu sana, ambayo ni marhala ya maamuzi, lakini ndiyo hatua pekee iliyotajwa kwa sifa ya imani kwenye Qur'ani, kama qala subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, hakika wao walikuwa ni kundi la vijana lililo amini, likamwamini Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala akawazidishia uongofu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu na tuongoze katika yale yaliyokuwa ya sawa na ya haki. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'd, usikum maratan thaniya bitaqwa Allahi azza wa jalla. Enyi watu wa Allah, ninakuhusieni kwa mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mapito ya mwanadamu katika hatua bora na hatua yenye kuangaliwa, nayo si nyingine ni hatua ya ujana. Kutokana na umuhimu wa hatua hii, vijana kwa asilimia kubwa wamekuwa ndiyo hadafu, ndiyo malengo ya watu wa kheri wanawategemea vijana na wanawalenga vijana. Kadhalika watu wa shari huwalenga vijana na tegemezi lao ni vijana. Vijana ni tegemezi kwa sababu ya umuhimu wa umri wao na hatua waliofikia, lakini na wepesi wa kuchotwa na hatari mbili, na si nyingine bali ni hatari ya shahawati na hatari ya shubuhati. Umri wa ujana ni umri ambao damu inachemka, ni rahisi mno kutekwa na matamanio ya nafsi na kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Lakini umri wa ujana, kutokana na umuhimu wake wa uimara, ni umri ambao pia una hatari kubwa ya kuchotwa na shubuhati. Shubuhati ni maneno ya batili yenye sura ya haki, yanayoweza kumchota mtu na kumingiza katika batili. Miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuwashika vijana na kuwahimiza ni mlango wa shubuhati pamoja na shahawati. Lakini shubuhati zimeenea zaidi, maneno ya batili yenye sura ya haki. Maneno haya
yana sura nyingi kuingia katika jamii. Miongoni mwa sura hizo ni sura ambazo zinaikabili jamii yetu na ziliwahi kuikabili jamii yetu kabla, na kuna sura endelevu na si sura nyingine bali ni sura ya athawra, mapinduzi. Mapinduzi ni neno la haki lililojaa batili nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria aliyokadiria, tukapita katika tukio ambalo limeacha madonda katika mioyo ya Watanzania, na si lingine bali limepewa jina la Oktoba 29. Jambo hili lilithibitishwa na mamlaka kutokea vifo 518. Miongoni mwa waliokufa walikuwa ni watoto 21 kwa mujibu wa taarifa za mamlaka na tume ya uchunguzi. Wanawake 28, lakini wanaume walikuwa 490. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadan fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a, yeyote atakayeua nafsi pasina kuwa na nafsi au akafanya uharibifu katika ardhi ni sawa sawa na aliyepewa hukumu ya kuua watu wote katika dunia. Bali enyi watu waja wa Allah, ukiifungua Qur'ani, kitabu chetu kitukufu, kuanzia suratul Fatiha mpaka surati Nas, hakuna kosa ambalo limeelezwa kwa ubaya na kuandaliwa adhabu kubwa kama kosa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza kuhusu kuua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban alima. Hakuna kosa utakuta lina maneno makali kama haya kwenye Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Hakuna kosa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa ukali na kuonyesha ubaya wa kosa hilo kama kosa la kuua. Allah anasema, waman yaqtul mu'minan, na yeyote atakayemuua muumini mutaammidan, kwa kukusudia, fajazaohu jahannam, malipo yake ni jahannam. Adhabu ya kwanza hii, khalidan fiha, ataishi humo milele. Jambo la pili, wa ghadhiba Allahu alayhi, na Allah atamkasirikia. Jambo la tatu, wa la'anahu, na Allah atamlani. Jambo la nne, wa a'adda lahu 'adhaban 'adhima, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwandalia adhabu iliyokuwa kali. Ana laana ya Allah, ana hasira za Allah, ana jahannam ya milele, bali ana adhabu kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa. Ayuha nasu ibadallah, Amr bin As alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yatufu al-Kaaba, akizunguka al-Kaaba, wayaqul, kisha Mtume wa Allah alikuwa anasema, ma atyabak, uzuri ulioje wako ewe al-Kaaba, wa atyab rihak, uzuri wa harufu ulioje wa wewe al-Kaaba, ma a'dhamak, ni utukufu gani ulioje
wewe Kaaba, wama a'zam hurmatik, na ni utukufu kiasi gani wa heshima yako. Kisha mtume wa Allah baada ya kuisifu al-Kaaba akasema, walladhi nafsu Muhammadun biyadihi, ninamwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake, la hurmatil mu'min, heshima utu wa muumini, a'zamu inda Allah, ni mkubwa zaidi mbele ya Allah, min hurmatik malahu wa dama, kuliko utukufu wako ewe Kaaba, mali zake na damu yake. Damu ya muumini ina nafasi kubwa mbele ya Allah kuliko al-Kaaba. Maana haya kayathibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume wa Allah anasema kuonyesha uzito wa nafasi ya nafsi ya muumini, anasema sallallahu alayhi wasallam, la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatli nafsin bighairi haqqi, kuondoka dunia isiwepo, majengo yakapotea, mali zikapotea, ahwanu inda Allah, hilo ni jambo jepesi mno mbele ya Allah, min qatli nafsi bighairi haqqi, kuliko kuiua nafsi pasina kuwa na haki. Hesabu tulioitoa ambayo tumenukuu kutoka katika vyombo vya mamlaka vya 518 ni hesabu ambayo ni kubwa, ambayo pia kuna upande haikubali. Maana yake upande mwingine unasema hesabu hii ni ndogo, kuna hesabu kubwa kuliko hiyo. Na sisi tumeona uzito wa nafsi moja, sio nafsi 518. الوسائل لها احكام المقاصد. hii ni kanuni ya kifiqh, inasema njia, mapito huwa yanapewa hukumu ya makusudio. Aliyeua, aliyesababisha kifo, wana hukumu moja. Aliyeua na aliyesababisha kifo wana hukumu moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye kubwa kuliko mwingine, hakuna mwenye kubwa kuliko mwingine. Tuliambiwa kabla ya tarehe 29, huu si utaratibu wa dini yetu wa kudai haki. Huu si utaratibu wa dini yetu wa kudai haki. Waislamu mjiweke nao mbali. Yakapita yaliyopita tukayashuhudia. La yudaghu almu'min fil juhri marratayn, muumini haumwi na nge kwenye shimo moja mara mbili. Muumini haumwi na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Tayari tumeona kuna waliofanya na waliosababisha. Ayuha almu'min, chunga na mche Mola wako, wa hasa shababu almuslimin, na hasa vijana wa Kiislamu. Usiwe sababu ya mtu kupata kifo kwa sababu ya sehemu ndogo ya dunia ambayo tumeshaambiwa, la zawalu dunia, kuondoka dunia, ahwanu inda Allah, ni jambo jepesi zaidi kwa Allah, min qatli nafsi bighairi haqqi, kuliko kuiua nafsi pasina kuwa na haki. Tunasema kwa sababu yanasemwa. Wanaosema tarehe 7 ya mwezi wa 7 watakuwa ni sehemu ya kufanya kama walivyofanya tarehe 29. Na upande wa pili na wanasema msitoke, wazuieni vijana wenu wasitoke. Tuliona kauli hizi zilikuwepo kabla na yametokea yaliyotokea. Wewe Muislamu, wewe muumini,
mche Mola wako, usiwe sababu ya kusababisha mtu kufa, si kwa kusema, si kwa kuandika. Haki haidawi kwa sura hiyo. Hiyo si sura ya kudai haki. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliponye taifa letu na atupe amani katika miji yetu, atuonyeshe haki tuweze kuifuata, na atuonyeshe batili tuweze kuiacha. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na kila shari. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani katika miji yetu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani katika miji yetu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuweke mbali na batili. Waqimi salat.